Mbolea za kuzalishia au mbolea za kubebeshea au reproductive and yield formation fertilizer. Hizi tunasema ni mbolea ambazo zimecontain au ni mbolea ambazo zina potassium nyingi. Mbolea ambazo zimebeba potassium nyingi ndiyo mbolea za kuzalishia. Kwa mkulima unatakiwa unavonunua mbolea ambayo unaenda kuzalishia kubebeshea, angalia NPK ratio kama inasoma kiwango cha potassium kipo kingi zaidi, basi hiyo ni mbolea sahihi ya kuzalishia. Mfano wa mbolea za kuzalishia, mbolea za kuzalishia labda kuna mopu muriate of potash ambayo imecontain yenyewe ina ratio zake ni nitrogen 0, ina phosphorus 0, lakini ina potassium 50, pia ina additional sulfur. Pia nikupe mbolea nyingine ambayo unaweza ukaitumia kwa kuzalishia ni NPK ambayo zina ratio ya 13, ratio 13, ratio 21. Hapo ukiangalia kiwango cha potassium 21 kimesha dominate kwenye hii aina ya NPK. Kwa hii ni mbolea ya kubebeshea au kuzalishia. Pia naweza kukupa aina nyingine ya NPK ambayo unaweza ukaitumia kwenye kuzalishia, ambao ni NPK yenye ratio ya 10, ratio 20, ratio 30. Hii mbolea imecontain potassium yupo 30 wakati ina phosphorus 20, wakati na nitrogen 10. Kwa hii potassium amedominate. Kwa kama potassium amedominate, basi ni mbolea ya kuzalishia. Pia zipo aina nyingine za NPK ambazo unaweza ukazitumia. Pia kuna NPK yenye ratio 12, 36 ni ya kubebeshea vile. Pia mbolea nyingine ya kubebeshea au ya kuzalishia ni potassium nitrate. Potassium nitrate ambao potassium nitrate ratio zake ina 13, ratio 0, ratio 46. Uwepo wa potassium nyingi, potassium 46, hiyo ndio inapelekea tuite ni mbolea ya kuzalishia. Potassium nitrate ni mbolea ya kuzalishia kutokana na uwepo potassium nyingi ambayo ipo kwa kiwango cha 46. Mbolea nyingine, mfano wa mbolea nyingine mkulima, mbolea ya kubebeshea au mbolea ya kuzalishia ni MKP. MKP pia inaweza ikatumika kwa kesi ya kuzalishia monopotassium phosphate. Monopotassium phosphate ambao ratio zake ina 0, ratio 52, ratio 34. Kwa hiyo unakuwa unaangalia licha ya kwamba ina phosphorus amedominate ana 52, lakini bado ina potassium nyingi 34 zinatosha kuzalisha. Na uwepo wa phosphorus nyingi na potassium nyingi, hii mbolea hii ya MKP hii inatumika mara nyingi kwenye kesi ya utoe maua pamoja na kuanzisha matunda. Hii ni mbolea nzuri kwa sababu ina phosphorus ambayo inachangia kwenye kuweka maua na matunda, pia potassium ambayo yenyewe ni kwa ajili ya kuuza yale matunda. Mchanganyiko wa kubebeshea au mchanganyiko wa kuzalishia, mchanganyiko ndio mkulima unaweza ukawa unatumia ndio mbolea za kuzalishia, lakini kuna mchanganyiko ambao mkulima unaweza ukautumia ukakupa matokeo mazuri zaidi. Mchanganyiko huo ni kama kwa mfano ukichukua labda mbolea ya mopu muriate of potash ukachanganya na boron. Mbolea ya mopu ukichanganya na boron, kumbuka mopu ina potassium 60, ukichanganya na boron tunasema ni nzuri kwa kubebeshea au kwa kuzalishia. Kwa sababu gani? Kwa sababu itafanya mmea utoe maua mengi pia kwa haraka, ambayo hiyo ni kwa kesi ya mimea ambayo inatoa maua. Pia itafanya mzunguko mzuri wa chakula, carbohydrate translocation. Chakula kitakuwa translocated ndani ya mmea kiurahisi sana kutokana na uwepo wa boron ambayo atasababisha chakula kizunguke kwa urahisi zaidi na mmea ukatoa matunda ambayo yanahitajika.
Pia nikupe mfano mwingine. Mfano mwingine wa kuchanganya mbolea za kuzalishia au kubebeshea ni uchukue MKP ambayo ina ratio ya 0:52, ratio 30 na Kasham. Kwa nini nasema ujumlishe na Kasham? Kasham ambao Kasham yenyewe Kasham inaimarisha kuta za seli za lile zao au lile tunda ambalo litapatikana. Kwa hiyo kama Kasham inatumika kuimarisha kuta za seli, kwa mfano kama mkulima alikuwa amezalisha nyanya, ile nyanya itakuwa ni ngumu sana kuafektiwa na blossom end rot. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuta za seli zake, ile ganda la nyanya litakuwa ni gumu.